usiku wa mida kama ya around saa 8 tukawa tumevamiwa na wezi. Baba mtoto wangu alikuwa ni hayupo, amechelewa kurudi nyumbani. Mimi ni kabati nzuri tu nilikuwa nimewahi kuamka. Na hii ni Love Confession. Kwa majina naitwa Roro Bliss. Ni mwanadiplomasia, pia ni mfanyabiashara. Ukiachana na hivyo vyote, mimi najihusisha na sanaa ya uigizaji. Pia ni mzaliwa wa Kawe, Dar es Salaam. Mimi na miaka 26. Yes, nimewahi. Well, naweza nikasema it's exciting mwanzoni. Excitement ipo pale ambapo kila mtu anakuwa ni anashauku kumuona mwenzie. Lakini huko as days goes on, inategemeana sasa na ratiba zenu za efforts za kukutana. Yeah. That's it. So, 6 months. Miezi 6 naweza nikasema. Ubize mwingi. Like unakuta yule mtu yuko mbali na wewe, yani hampo mji mmoja kwanza. Alafu ubize kutokana na kazi zetu. Kwa hiyo ikawa like nikaona bora tu niweke kwanza kama msimamo kidogo. Na miaka 26. Yes, nimewahi kudate nao. Well, cha kwanza ni wako very matured, ni wanajua, ni watu ambao wanajua wanachokifanya. Kutofautisha na mtu ambaye mnalingana umri au mtu ambaye uko umemzidi umri, like it doesn't make sense. Kwa mtu ambaye ni amenizidi umri, naona yuko very matured, anaweza tukakaa chini hata tukaongea mambo tofauti kuhusiana hata na mapenzi, akakaa chini akanielewesha, akanielekeza baadhi ya mambo. Yeah, na tukatengeneza maisha mazuri tu. Mtu alinizidi umri. Kwa sababu like ninahisi kama vile hatutoendana. Like yeye kama yupo sawa na mimi, wote tuko sawa. Like naona kama vile hatutofika mbali. Kama vile yani upeo wetu yani wa kufikiria wote utakuwa huko sawa. Tofauti na mtu yule ambaye amenizidi umri. Yule mtu ambaye amenizidi umri, yeye amekuwa ameshapitia mengi, anayajua mengi, kwa anaweza tukakaa chini tukaeleweshana na nikaelewa vizuri. Hapana, sijawahi kuwa na idadi kubwa. Hapenzi kwa wakati mmoja. Okay. Wawili. Okay. Naweza nikaanza kusema kwamba okay, nilikuwa teli na mtu
yule mtu akawa kuna vijimambo havifanyi kama vile mimi ninataka viende, alafu akatokea mtu mwingine ambaye anaviperform vile vitu ambavyo mimi ninatamani huyu mtu wangu aviperform lakini havifanyi. Kwa hiyo nikajikuta pia nimempenda na huyu mtu mwingine. That's how it is. Alikuwa hajui, mpaka leo hajui. Okay. Cha kwanza ni attention yake ilipungua. Unakuta muda wote is always busy. Sawa, anajua kazi yake ni it's a very busy job, lakini sasa unatakiwa utenge hata kale ka muda hata kadogo hivyo. Afu it's not about, yani little things matter to me. Little things matter, yani sio mpaka mtu anifanyie labda kitu kikubwa ndo mimi nikae nijisikie kwamba huyu mtu jamani ananipenda. Yani zile small moments mimi ndo kwangu zina matter sana. Mtu akinipa muda wake ninafurahi. Iko na kitu ambacho nilikuwa kinakosekana kutoka kwake, na kunisikiliza. Kwa sababu what I know is kama watu mpo pamoja kwenye mahusiano unatakiwa kusikilizana. Communication is very strong. Ni kitu ambacho yani ni very strong, very essential. Mkikipuzia hii kusidhani kama mahusiano yatakuwa ni yananyooka. Kwa sababu ilifikia point unaweza uka communicate how you feel, lakini mwenzako akaichukulia kama vile you are complaining too much. Anaona kama yani unalalamika, una nini. Kwa sasa hicho kitu ni kinakata moto, to be honest. It's obvious angejisikia vibaya. Angetaka tuachane. Though tulishaachana, but angejisikia vibaya. Yeah, niliwahi. Kwa sababu huyo mtu nilikuwa niking'ang'anizi. Cause alishanifuata akanieleza hisia zake, na nikamwambia kwamba hicho kitu unachokitaka hakiwezekani. Lakini yule mtu alikuwa very persistent, yani hakutaka kukata tamaa. Ni kila siku hadi una block mtu, lakini bado anatafuta njia nyingine ya kukutafuta. Unamblock na kutumia email. Sasa ni mpaka mwisho wa siku unapata karo kale ka huruma, unasema basi jamani nimhurumie huyu mtu. Ndio nikampa nafasi kwa staili hiyo. Hapana, kwa sababu haikudumu. Naweza nikasema for about kama 2 weeks ndio mahusiano hayo yalidumu. Okay. Niliona kama vile simtendei haki, kwa sababu yeye ni ananionyesha upendo, ananipenda, ananifanyia vitu ambavyo kila mwanamke anapenda kufanyiwa. Sasa mimi niliona kama vile yani nafsi inanisuta kwamba jamani I can't keep on doing this, kwa sababu moyo wangu haupo na yeye upo sehemu nyingine. Kwa nikaona ni bora kuliko kuendelea kumpa moyo huyu kijana wa watu, ni bora tu ni yakatishe tu haya mahusiano. Ndio. Baharini. Well, it's very exciting.
it's very exciting at the same time. Yani kuna hiki ka adrenaline kinakujia pale in that moment. Hamna watu, just the two of you. Ni usiku obviously, and ni kama private beach, so no one is around, just the two of you. Mnaweza mkaenda pale mkakaa chill, and the sound of the sea waves, the moon, it's really amazing. Wow. Outside, but within the compound of the house, like in the garden area. Naweza nikasema kukosea kuzaa na mtu ambaye nimezaa naye mtoto. Iko ndo kitu naweza nikasema nakijutia sana. Kwa sababu niliona nimekosea kuzaa na huyo mtu, kwa sababu yani haikufikia kile malengo ambayo mimi nilikuwa natamani tufikie hiyo sehemu. Mwenzangu alibadilika katikati. Mwanzo nilikuwa muda mzuri, lakini mwisho siku people change. Kwa hiyo akabadilika. Kwa hiyo akawa anafanya mambo ambayo ni mimi hayanifurahishi. Mambo ya kukuvunja moyo, yani ninaweza nikasema ni emotional abuse. Sometimes physical. Yeah. Unaweza ukamkuta anakosa, if you ask about it, anakupiga. Mara anakudanganya, sijui nimesafiri, kumbe yuko na mwanamke wake huko. And he wasn't there as a father kwa mtoto wake, hakuwepo. Alichokuwa ni anajali yeye kwamba mimi ndo nimejifungua, yeye bado he's too young, kwamba anatakiwa bado afanye mambo huko, bado ni ujana unapamba moto. Kwa mimi nikaonekana kama vile nimeshazaa sasa, ni stay home mom, kwamba sasa I'm not allowed to go out, I'm not allowed to do anything fun, kwamba mimi kazi yangu ni kukaa tu nyumbani na kumlea huyo mtoto. Lakini at the same time yeye alikuwa bado zile responsibilities zake hazitimizi as a father kwa mtoto. Kwa in other words, naweza nikasema kwamba najutia kwamba nimezaa na mtu ambaye, yani sijutii kuzaa mtoto, ila najutia kumzalia huyu mwanaume, kwamba he doesn't deserve, yani hakudeserve kuwa baba. Yes, nimewahi kuacha. Okay, ilikuwa hivi. Kuna this person I was dating. Tulitoka out and tukawa tunataniana tu, in the middle of jokes matani kuhusu tu simu. Akaniambia, unahakika nikishika simu yako sitokuta naongea na watu? I was like, yeah, utakuta. Na nilikuwa najiamini kwamba sina mahusiano na mtu mwingine zaidi yake. Well, akachukua simu yangu, akaanza kukagua kwa WhatsApp. And you know what people say, fuck around and find out. Basi I have my best friends wa kiume, and they flirt a lot. Kwa sasa akakuta yule rafiki yangu mimi wa kiume amenitumia message ambayo kidogo ileta utata. Kwa hiyo nikaonekana mimi I'm not serious, kwamba na mahusiano na hao vijana. Kwa hiyo ndo nikaachwa kwa style hiyo. Message ilikuwa inasema kwamba
Kwanza my male best friends waga wanahitaji jina langu. Ni wanahitaga baby. Yeah. Kwa mwana ile message inasema babe. Nilikuwa nimechelewa kupokea simu yake. Akaniambia kwamba babe, you know I can't live without you, right? Kwa ile message ikaleta utata kwamba okay, mpaka imefikia hiyo point yule mtu ameona zile message kwamba natumia message kama zile, kwa hakuamini kwamba wale ni marafiki zangu, kwamba hamna chochote kinachoendelea zaidi, yani hapo kati yetu zaidi ya urafiki. Na hapana. Siwezi kusema kumtongoza, it's like ninaweza kucommunicate how I feel kwa yule mwanaume kama amenivutia. Kwa siwezi kusema kwamba eti na mtongoza, kwa sababu kutongoza ni ile sijui we kaka, sijui nimekupenda, sijui nini, nataka sijui niwe wako, sijui no, I don't do that. Kama mtu amenivutia, well, I just make sure he knows about it. Kwamba okay, I feel you, that's all. Sasa hapo ni wewe mwenyewe akili kwa kichwani kwako. A few hours ago. Nimekata. Because I have a man that I love. That's why. Hapana. Have you seen him? Yani his appearance, muonekano wake tu, najua kabisa ni huyu sipo peke yangu. Najua yani kuna wanawake wengi huko nyuma wanamtamani, wanamtafuta, wanamtongoza, na najua maybe na yeye atakuwa ni ameshawishika huko. Kwa zamani sio kwa huyo sasa. Hapo zamani niliwahi. At that time, okay, huyo mtu ambaye nilikuwa na date naye alikuwa bado ni hajajipata. So akaja kutokea mtu ambaye alikuwa ni ana uwezo wa kunipatia mimi vitu ambavyo na inahitaji. So I had no choice. Ikanibidi tu. Kwa sasa hivi naweza nikasema kwamba sina sababu ya kucheat. Sina sababu ya kumcheat mtu. Yani like siwezi kucheat. Siwezi kuwa na sababu ya kumcheat mtu. Kwa sababu how do I put this? Kama yani mpaka ukiamua kucheat mtu, na maana yule uliokuwa naye kwanza ni umemchoka. Kwa hiyo mpaka yani yeye sijui atafanya kitu gani mimi ni mcheat. Yani kama najisikia kama kuna mtu ambaye nataka nitoke naye, basi nitamwambia tu huyu hapa kwamba jamani, safari yetu ndio imeishia hapa, afu niwe tu na wewe mwingine. Yani sio sababu za kucheat. If I don't feel you, mahusiano ndo anaisha hapo, naenda kwa mwingine. Why should I cheat akati naweza nikaachana na wewe na nikaenda kwa huyo mtu? And kitu kingine, kama unampenda mtu, sidhani kama unaweza kumcheat. Sidhani kama hata itatokea sababu gani huko kubwa ambayo itakushinikiza wewe ukamcheat mtu unayempenda. Kwa sababu ukimpenda mtu, sidhani kama utataka huyo mtu aumie, au sidhani kama utataka kumpoteza huyo mtu.
mtu akinukia tu vizuri, mtu akinukia vizuri, mtu akiwa smart. Hapo kwenye smart nazungumzia appearance na akili yake, kwamba maneno anayoongea, jinsi anavyoyazungumza hayo maneno, vitu kama hivyo ndio naweza nikanifanya nikapata attention yangu. Yes, nimewahi. From Dar to Kahama. Niko Dar, yuko Kahama. No, yeah. Obviously unahisi. Unazihisi but unakuwa understanding kwa sababu ya distance ambayo mpo. Kwa hapa mnapanga ratiba tu za kuonana. It's Dar to Kahama. Sawa, it's far lakini sio kama ndo nje ya nchi. Mnaweza mkaonana, mkapanga trip mkaonana. Vingi, ila kimoja wapo ilikuwa nilikuwa nimeshajifungua mtoto, and yule mtoto alikuwa ana kama miezi 3, bado ni mdogo, na mimi bado nilikuwa ninaumwa due to kujifungua huyo mtoto. Sasa at that time nilikuwa nimepanga maeneo ya Chanika kule. Usiku wa mida kama ya around saa 8 tukawa tumevamiwa na wezi. Sababu mtoto wangu alikuwa hayupo, amechelewa kurudi nyumbani. Mimi ni kabati nzuri tu nilikuwa nimewahi kuamka. Baada ya kuamka wale wezi, baada ya kunotice kwamba nipo macho, wakakimbia. Yaani iko ndio kitu ambacho mimi nashukuru Mungu. Wakakimbia wale wezi. Sasa nikampigia simu kwamba uko wapi? Huko sisi tumevamiwa, na anajua mimi nipo na mtoto. And he was like, nakuja sasa hivi. Ni ana gari, kwa nilikuwa najua ni anaweza akafika kwa haraka. Alikuja like the next day saa 7 za usiku. Sio hiyo siku ambayo tumevamiwa na hao majambazi. Alikuja like kumekucha, siku wote ikaenda, usiku wake saa 7 ndo akafika. Iko na kitu ambacho kiliniuma kwamba like what if wale wezi walikuwa ni wameingia ndani wakanidhuru mimi na huyo mtoto. Like he was supposed to be there. Yeye ndo baba, yeye ndo mwanaume, yeye ndo like we look up to him. Yeye ndo kichwa cha familia. Hicho kitu mpaka kesho siwezi kusahau. Well, aliomba msamaha. Aliomba msamaha pale. Akajielezea vya uongo na kweli. At the end of the day unajikuta tu umempa nafasi nyingine kwa sababu ndo baba wa mtoto. Hapo cha kuwashauri ni wapambane, wajikite katika biashara mbalimbali, wapambane, wasijibweteke kwa sababu at the end of the day yule mtoto ni wa kwako, anakutegemea wewe. Kwa hiyo usibweteke, pambana kutengeneza maisha mazuri kwa mtoto wako. Napatikana katika mitandao ya kijamii, Instagram kwa majina hivyo Roro Bliss, Rolo_Bliss. Utanipata hapo Instagram. Niko Instagram too by the way. Nawapendekeza mfuatilie Big Flix Production, na ingieni YouTube pia msubscribe kwenye channel yake hiyo kwa sababu kuna mambo mazuri yasije yakawapita. Yeah.
Msisahau. Bila kusita, njoo tupige story, njoo tupige story. Tupige stories za mahusiano, bila kuficha, bila kusita.